Na karibu sana wapendwa watazamaji wa MOTV. Hivyo mpo nami Kindetson Izope, na sipo mwenyewe bali nipo naye Eric Mwana Wiyongo. Je, ni mara yako ya kwanza kumsikia wala kumwona? Na hivyo tutaweza kuwa naye Eric Mwana Wiyongo kwenye mitambo yetu ya MOTV. Karibu sana Eric Mwana Wiyongo. Asante sana ndugu mtangazaji. Mada yetu ni tujenge kwetu. Hivi Eric Mwana Wiyongo, kwa nini Fizi inaendelea kubaki nyuma? Je, ni kwa ajili ya vita, ukosefu wa usalama, bali ni kukosa bidii kwa wanasiasa wa Fizi, ndio maana Fizi inazidi kubaki nyuma? Hiyo. Asante sana ndugu mtangazaji kwa ulizo yako, ni ulizo mzuri sana. Yeah. Mimi kama ulivyoongea awali, mimi ndio Eric Mwana Wiyongo. Ninajua watu wengi huwa wananisikia kwenye audio na walikuwa bado kuniona hadharani. Yeah. Kwa hiyo leo wananiona live. Kufuatana na swali uliouliza kuhusu kwetu Fizi, kama mimi Eric Mwana Wiyongo, jibu nitakaloongea na kutoa ni kusema vita isiwe kizingizio cha ukosefu wa maendeleo kwetu. Kwa sababu gani mimi nasema hivi? Najua sisi tuko na vita. Hata ijapokuwa tuko na vita, mabiro zote za serikali huwa zinatumika mu territoire za Fizi. Mataxe zote za leta huwa zinawekwa na zinaingia mu trésor public. Ukienda kuanzia Makobola, unaenda ti Lulenge, unaanza Lulimba, unaenda ti unamaliza Fizi yote, utakuta mabiro za leta ziko pale na maresete ziko zinaingia ku gouvernement provincial, ku gouvernement central. Yeah. Kwa hiyo vita isiwe kizingizio cha kusema kwetu kukosekane maendeleo. Le problème c'est quoi? Le problème ni viongozi wetu. Viongozi wetu wa tarafa la Fizi hawana na ile amour, ile volonté. Yeah. Ndio yenyewe nakosekana kati yetu, ni ile amour, ile upendo kwanza, upendo wa udongo wa Fizi, upendo wa nchi ya Fizi. Nadhani ulinifuata vizuri tangu mwanzo wa swali langu. Niliuliza, je, inaweza ikawa ni ukosefu wa bidii wa viongozi, yani wafanya siasa. Alafu ulisema ni viongozi wa Fizi. Fizi kuna viongozi wa namna yote ile, kuanzia ngazi za chini hadi ngazi za juu. Hivi ni viongozi gani ambao wanafanya Fizi siendelee zaidi? Ba representant bote wa serikali weko pale. Tukisema administrateur wa territoire, deja ni representant wa serikali. Tukisema ba chef de secteur, ni ba representant wa serikali. Tukisema ba maire de la ville na wengine bote ni ba representant wa serikali. Unanifuata vizuri? Yeah. Kwa hiyo mimi naweza kusema kama nilisema viongozi, kwa hiyo ninataja kuanzia ba administrateur ya territoire, ba chef de secteur na vingine vitengo tofauti vya serikali. Kwa sababu kama viko pale, yani vinawakilisha serikali, vinawakilisha gouvernement provincial na vinawakilisha gouvernement central. Ya, na nafurahi sana na nashukuru kuyapata majibu kama na hayo mazuri kutoka kwako, na ninavyokufahamu wewe kama mzalendo, na si mzalendo wa sasa, mzalendo wa tangu zamani. Ndiyo. Alafu ni muda mrefu sana Generali Amuri William Yakutumba alishika silaha kwa ajili ya kupinga swala la Wanyamulenge kuitwa Wakongomani. Na leo hii mzee huyo anazidi kuhamasisha jamii ya Wabembe kufanya amani na kuishi pamoja na Wanyamulenge. Wewe kama mzalendo, hilo swala unalichukuliaje? Sawa. Kuhusu tatizo ya kauli ya mzee wetu William Amuri Yakutumba, le numero 1. Ule kwanza il faut tumuite le gardien du temple, guide suprême de la libération congolaise. Kwa sababu ni miaka na miaka kuanzia règne ya ex president Joseph Kabila. Yeah. Ti leo anaendelea kupigania nchi. Alors kufuatana na hilo swali, mimi jibu ambayo ninaweza nikakupatia kwamba mzee William Amuri Yakutumba, aidha niseme CNPCC. CNPCC inamaanisha la Coalition Nationale du Peuple pour la Souveraineté du Congo.
hiyo SNPCC ni chama cha siasa wala ni chama ambacho kinahusiana na nini? Bon, SNPCC ni platform. Ni platform inayokusanisha wazalendo wote wanaoipenda nchi na wanaosimama kupigania nchi. Yoyote anayesimama kupigania nchi, kudefendre integrite territoriale, ule ni SNPCC. Alors, ndio maana mimi napenda nikwambie ke mzee William Amuri Yakutumba aiza SNPCC haijawahi kupiganisha kabila la Wanyamulenge. Bali but ya SNPCC ni kuprotéger ou bien kusécuriser l'intégrité territoriale na lutter contre toute agression étrangère na mauvaise gouvernance. Ndugu mzalendo Bwana Eric Mwana Yungu, nimekufuata vizuri, na kwa kumalizia, hiyo ilikuwa kama ni swali moja hivi ambayo nilichukua tu, kwa sababu watu wengi walikuwa wanajiuliza swali kama na hiyo, kwa nini hasa leo hii mzee anazidi kuhamasisha wa jamii ya Wabembe waweze kuishi kwa amani na wafanye usalama na jamii ya Wanyamulenge. Hiyo ni kitu ambacho kilisumbua sana baadhi ya Wabembe kote nchini. Alafu swali ilikuwa ya kuuliza hivi mzee Amuri William Yakutumba naye hawezi kuwa kabisa baadhi ya watu ambao wanatuma Fizi isiendelee leo hii? Sawa, naweza kusema ya kuwa ingekuwa mzee ana na upendo ya Kongo, ana na upendo ya watoto wa nchi, Fizi hadi leo akungekuwa mtu. Fizi hadi leo akungekuwa mtu kufatana na mapla vyenye iko prepare contre territoire ya Fizi. Nani ndo mwenye ana prepare hizo pla itu aussi juu ya nini Fizi kusiwe mtu? Kwa sababu pale serikali ana watu wake na ana jeshi pale. Asa vipi tu usinge kuwepo watu namna gani? Okay, cha kwanza naweza kusema ke serikali huwa inasaidiwa na raia. Nikikumbuka mu 1998 mzee Laurent Désiré Kabila alikuwa rais wa nchi na alikuwa na serikali, lakini alivyoona kama nchi yetu inavamiwa, alilancer appel kwa raia, akasema ke les peuples doivent prendre les armes et même les armes traditionnelles. L'objet est d'écraser l'ennemi. C'est-à-dire que kila mtu pale penye iko anapaswa kufanya nini? Anapaswa kujipreparer à conséquence, parce qu'il y a l'urgence qui s'impose et il y a le pire qui arrive. Alors, aka comprendre que hii dossier tukibeba mouvement diplomatique, mouvement politique, tutakuwa ba esclave mu bolongo yetu. Alors c'est le moment ya kufanya nini? Population tusaidie kudefendre nchi. Et c'est pourquoi nakwambia ke serikali ya mzuri huwa inatumika pamoja na raia, pamoja na watoto wa nchi, kama vile bareserviste. Ukienda Burundi kuko bareserviste, ukienda hata maulaya yote marisi wapi utakuta kuko bareserviste, ukienda kila fasi utakuta kuko bareserviste na kuko baresistant. Yani baresistant kazi yao ni kusaidia serikali mulite ya kusekirize l'intégrité territoriale na kulite contre toute agression étrangère. Yani hapo unapenda kumaanisha kwamba Amuri William Yakutumba mzee wetu maarufu na jemedari mkubwa hayupo, ahusiki kabisa na kutokuwepo kwa maendeleo katika wilaya ya Fizi? Ule mtu yani mzee William Amuri Yakutumba ahusiki. Yeah. Ila napenda nyongezeo kitu kimoja. Yeah. Watu wengi wameshaongelea sana contre mzee kufuatana na leo kauli aliongea. Acha nikuambie kitu kimoja. Serikali walivyo comprendre que non, la seule solution ya kusauver mugini, il faut tujiattacher, tu travailler pamoja na ba raia. Na deja balikuwa na information que non, kuko deja ba resistant benye ba lilité des années de ko défendre mugini. Kwa hiyo il faut tufanye appel kubale ba leader ya wazalendo, ya watoto ba nchi, juu mzalendo wote, mkongomani wote mwenye anapenda nchi yake ni mzalendo. Unasikia? Kwa hiyo il faut babakuye tutumike pamoja nao juu tuseve nchi, puisque na sie na bo lite yetu ni nchi. Na ndio bana mzee alitiki l'appel, yani anatravailler mzalendo, mais anatravailler kwa kote ya serikali juu l'objet ni kufanya ni kuekraser ennemi na kuproteger udongo wote ambao unanyang'anywa na adui. Na ndio maana tuko tunatumika pale, mzee anatumika pale mkote ya serikali. Asa kwa ajili Fizi iweze kwenda mbele, hivi serikali ya Kongo na viongozi
wa tarafa la Fizi, ni kipaumbele gani ambacho wanaweza wakafanya ili Fizi iweze kupata muonekano wake halisi, iweze kabisa kwenda mbele? Kipaumbele cha kwanza ni amani. Maendeleo ya kwanza nchi ni amani. Na maendeleo ya pili kwanza ni kupenda kwanza bulongo yako. Unapenda bulongo yako, unapenda nchi yako, unajisakrifia juu ya nchi. Unasikia? Kwa hiyo kenye mimi naweza ongea kuanzia wafanya siasa, sisi wa raia nini, cha kwanza ni sote tusimame kimoja ili amani kwanza idumu mu territoire ya Fizi na Mkongo kwa jumla. Na vingine vyote sasa vitakuwa baadaye kama watu weko na amani. Tunaweza tukaweke mashamba manini, lakini kama hatuna na amani tutaviacha vyote na watu wanakimbia na wakufa wanakufa. Kwa hiyo hakuna kinachoshindia kwanza amani. Bila amani hakuwezi kuwa makazi. Bila amani hakuwezi kuwa entreprise. Bila amani hakuwezi kuwa societe. Kutakuwa masosiete aje na kati mwenye mko ataki, watu wote wanakimbia. Kwa hiyo kitu cha kwanza et ce qui est le plus important ni kwanza ni amani tu. Juu kama mko na amani, utakuwa ni facilite ya kwenda unalima mashamba, una create entreprise yako. Juu nini? Uko na amani. Sema asante sana Bwana Eric Mwanayungu, kwa sababu watu wengi kama nilivyosema mwanzoni walikuwa wanajiuliza maswali mengi kuhusiana na wewe, na nadhani walikupata sasa live na wanatambua nia yako ni nini, kipi ambacho kilituma ujitenge Zalendo. Nadhani wameshatambua na maoni fulani ambayo tayari umeshayatoa kwa ajili ya maendeleo ya Fizi. Pia ni kipi ambacho unaweza kuambia raia wa tarafa hili, na vipi kuhusiana gavana, niseme tu magavana wa mkoa wa Kivu Kusini, vipi kazi yao unaionaje? Okay. Kitu cha kwanza ninachopendelea kuambia wandugu zangu wa Bembe, si tu wazaliwa watoto wa Fizi, ni kusema cha kwanza ifo tuwe na upendo. Tupendane sisi wote, kwani matengano ni udhaifu na matengano ni kumwachia adui nafasi. Tuwe kitu kimoja, tuachane na mambo mimi ni wa sektera Nganja, mimi ni wa sektera Tanganyika, mimi ni wa sektera hivi na hivi. Kuwa na ile mambo ya masektere njoo kenye kiko kinarudisha Fizi nyuma. Mimi niko mtu wa Kaboke, siwezi kutumika na mtu wa Nganja. Mimi niko mtu wa Nganja, siwezi kutumika na mtu wa Kaboke. Kinarudisha kitu nyuma. Hata kama mnaweza kuwa na project kufanya sasa vile ya vile, mkishakuwa na project kufanya sasa vile ya vile, mkikutana sote batu ba masektere different, itapenda kila itakuwa mikokotano. Sisi anzie kwetu, sisi anzie sektere yetu, sisi anzie sektere yetu, na hapo unaona project nafanya nini inakufa. Kwa hiyo kenye mimi nitapenda tukamate sisi wote neno tu mubembe, tuachane, mimi ni wa huku, mimi ni wa huku, ni wa huku. Alors kuhusu wa governor, mimi kitu cha kwanza niko na mshukuru Mungu sana, pia Mungu wa mababu Mubabembe kutoka un grand leader vice gouverneur comme Jean-Jacques Elakano. Kama tungikuwa na batano kuanzia renye ya president Joseph Kabila, baro sa vile Jean-Jacques Elakano, Fizi vraiment tungejisentir fier. Jua nini mimi nasemea vile? Alikuwa gouverneur, Bukavu ilitombe. Najua wengine walikimbia kwenda mapi étranger, lakini alikatala kutoka mbudongo yake. Akamia Uvira. Uvira tena akaingia tena mu processus. Gouverneur tena kawekea Uvira. Uvira kutombe. Akasema mimi Burundi sitaenda, Kinshasa sitaenda, wapi Tanzania sitaenda, mimi nitafia mbudongo yangu. Alikimbilia wapi? Baraka. Akutoka. Ule ni muzalendo munene sana, na ifo wakongomani wote wa Sud Kivu, wa Grand Kivu, Fizi, Uvira, ifo vraiment kumwombea na kujifocaliser. Vraiment félicitations sana excellence vice gouverneur Jean-Jacques Elakano ku leadership. Leo sisi Wabembe tunajisentir fier kulite yenye alifanya leo, na mpaka vijana naendelea kufanya, na kama tuko na reconnaissance munene ku niveau gouvernement central, c'est puisque yani iko grand combattant d'élite, grand mzalendo Jean-Jacques Elakano. C'est à féliciter, na tunazidi kumweka mikono ya mababu na aendelee kuishi na akoni roho ya upendo na afanye diplomasia munene sana juu kwetu kusendelee kubaki nyuma, kwetu kuendelee tu. Tuko na besoin Fizi nayo iko savi Uvira, iko savi Goma juu Fizi iko na mali, ni bouclier ya mali Mkongo. Fizi
iko parmi les 5 premiers territoires zenye ziko zinaingiza makuta mingi mu trésor public. Uverifie livre, uikamati ile vitabu na nomenclature budgetaire, anza kuanzia renye ya nani ya Muzitu, unakuya renye ya premier ministre Matata Mponyo, unakuya ti leo vile vitabu, utaona Fizi kama iko inaingiza ngapi. Fizi iko inaingiza mamiliardi de dollars, lakini kwa kurukuwa Fizi inaendelea kubaki nyuma. Sasa ndio swali la kujiuliza wewe mwenyewe na wanatarafa wote wa Fizi. Inabidi waendelee kujiuliza swali kama na hiyo, sababu ni kitu ambacho kinasumbua jamii wala wakahaji wa tarafa la Fizi mpaka sasa. Asante sana ndugu mtangazaji. Ndio hivyo, na tukushukuru kwa kuweza kuwa nasi katika mada yetu ya siku ya leo. Hivyo ni washukuru pia watazamaji wa MTV popote pale mlipo, tunawashukuru kwa kuweza kuchukua muda kama na huu ili kuwa pamoja nasi katika jioni ya leo. Asante sana, na tukutane katika mada yetu nyingine ambayo itakayokuja.